Niliacha jembe nikaja kutafuta, leo nasema kwa uchungu, usije mjini, usije mjini. Mzee Kijoka, baba wa famili, analea mabinti lakini hakuna amani. Kila siku ni kelele, maneno makali, dada kwa dada, mapambano hayakomi. Nyumbani jela, mzee anachoka, anapiga moyo konde lakini hajawahi toka. Anajiuliza, nilikosea wapi? Watoto weke wa kike hawataki kuelewana. Usije mjini ndugu yangu. Halo. We bwana, kwani vipi mwenzangu? Yaani wewe unatakiwa urudi. Fanya urudi, mimi nataka niende huko siku mbili hizi. Nataka nikasimamie mambo yote. Hayo mambo nitakuja kuyasimamia mimi. Wewe fanya urudi, yaani wewe rudi shamba huko. Rudi, mimi nataka, yaani mimi ndo nitakaye kwenda kusimamia, si mambo ya shughuli, mambo ya mimi ndo nitakuja kusimamia. Mambo mengine yote niachie mimi. Wewe rudi, uje uendelee na mambo ya kilimo. Unauliza maswali gani bwana? Saizi kumekucha, wenzio mambo ya shamba. Sisi watu wa kijijini, ofisi yetu shamba, kazi yetu shamba, jembe ndo kila kitu. Wewe unauliza mambo gani bwana? Wewe shaka mjini ushakuwa unajifanya wewe mtu wa mjini. Haya. Fanya hivyo. Fanya urudi. Mimi nataka niondoke siku mbili hizi. Haya, nimekuelewa, njoo. Wewe njoo bwana, maswali mengi ya nini? Haya. Rudi hapa. Sasa tunauliza maswali na tushapita hapo. Mjini nasubiri rafiki, nampigia mulile, simu haipatikani, nilitiwa tayari, yupo ananisubiri. Siku zinapita, moyo unazidi kuwa na wasi. Baada siku 3 tukakutana mitaani, alikuwa mchafu, sura ya huzuni. Usije nini ndugu yangu, jiona ndoto na maumivu. Niliacha jembe nikaja kutafuta, leo nasema kwa uchungu, usije mjini, usije mjini. Mzee Kijoka, baba wa famili, analea mabinti lakini hakuna amani. Kila siku ni kelele, maneno makali, dada kwa dada, mapambano hayakomi. Nyumbani jela, mzee anachoka, anapiga moyo. Nashukuru nimefika salama. Karibu. Haya, vipi hapa? Kazi za huko. Hayo mwenzio yupo hivyo? Hayupo, mama katoka. Kama yupo au hayupo, lakini umeniona nimefika. Hapa ndo nimekuja. Jambo la ndoa, unataka utaolewa, utaki utaolewa. Sawa mama, karibu ndani. Nakwambia jambo ninalo, alafu ninatamba nalo. Yaani jambo limefika. Sasa beba ile begi tunaoingiza ndani. Nipe habari za hapa ziniingie, maana simu ni simu na kuonana ni kuonana. Anaambie kuhusiana na huyo bwana na huyo mume na hiyo ndoa. Ndio hivyo mama, nimepata mchumba, aliniokota huko katika lile swala langu la ugonjwa ule. Kakokota? Ndio mama. Kutoka na matatizo langu la ugonjwa. Ndio. Sasa nimetokea kumpenda mama. Afya yako mwanangu? Ndio, kalielewa na ninamwona ni mtu mwema, sio mbaya. Anisikiliza vizuri
Kwa hiyo tayari na mimi pesa. Haya kagua katoa shilingi ngapi babako? Maana si babako bali zote kashachukua hivi. Yule mzee namjua anapenda pesa yule. Maana kuhusu barua kaleta baba kaipokea. Na wewe shilingi ngapi si uniambie? Sasa kama auto kama babako. Mama kuhusu mahali sisi tutaelewana mimi na yeye. Hiyo hela barua kwanza. Wewe naye vipi? Kachukua shilingi ngapi babako ni baba? Kwenye barua akatoa kama 10,000 hivi mama. Sasa ndio ameshinda kunitumia hata mimi kule shamba hata ila vocha. Baba mbaya yule. Anaambia. Kuhusu mahali mimi na yeye tutaelewana. Mwangaje mwanangu kwa mali hela kidogo unajua tuna mambo ya hela hapo hela ipo mama sema kweli haiko vizuri kwa mama haiko vipi mgonjwa mama kiuchumi ana hali kama yangu haya kwa kasemaje mali mbona usemi unajingata ngata kuhusu mali na yetu tutaelewana. Unajua kikawaida kwa dini yetu natakiwa chochote kitu kitoke. Kweli mama. Au ndio unakuwa kuona msafu mwanangu? Elewana. Mimi na yeye sisi mtaani. Ndio kitu pale atatoa. La kwanza yote 9. 10 ni kusema alhamdulillah rabbil alamin. Usije ni ndugu yangu, jiuna ndoto na maumivu. Niliacha jembe nikaja kutafuta, leo nasema kwa uchungu. Usije mjini huyu nipata nusta pata mwenzie, nikasema hapa ni mtafiti wangu anisaidie. Mashaallah. Kama dini inavyosema. Ndio. Kuna mambo matatu. Ndio. Mtu anapofariki basi haraka azike. Anaposema anasilimu basi haraka asilimishwe. Lakini alkadhalika pia akipata nusra haraka sana aozeshwe au aoe. Naam. Na mimi nikasema hata ngoja nikutafute unisaidie kwenye jambo hili. Mashaallah. Binti yangu huyu amepata mwenzie, basi ili jambo hili lina haraka kidogo kama nilivyosema. Ndio. Sasa sijui hapo nisaidiaje kwa wangu. Mimi niseme kwanza alhamdulillah. Shukuru Mwenyezi Mungu, pia nitoe shukrani pia katika familia kwa kuniona kana kwamba ninaweza kulisimamia hilo swala. Na kama ulivyosema hili ni swala la muhimu sana, jambo la kheri. Kweli. Na katika masuala ni masuala ya kufanyia haraka zaidi. Bi maana kana kwamba tunaambiwa tunda likiiva basi lianguliwe liliwe. Bi maana kana kwamba likiwa limeiva hapo alijanguliwa basi kuna vijana wazee wa kurusha mawe na kwa mtihani kwa kweli. Watakuleta wari. Na kumradhi kidogo. Ndio. Mashaallah. Bismillah. Samani kidogo nipo kwenye kikao. Mtafuta baraka inshallah. Naam. Shukrani inshallah. Naona majukumu. Ndio harakati tena. Ni kweli. Ndio shehe. Basi mimi niseme kana kwamba kwa kuwa hili swala la kufanyia haraka basi hakuna shida. Habari zaidi ni kuweza kuuliza mambo ambayo ni ya msingi kidogo, maana naona familia imekaa lakini mzee sijamuona. Ila amekwenda shamba. Ana mambo kidogo ya kufanya kule, lakini yeye ndo alosimamia masuala yote ya mwanzoni. Ndio. Masuala ya barua na mengine yote yeye kasimamia, lakini pia kuondoka hivi kaacha hivi ni kwa kijana wake hapa, na huyu ni mtoto wangu vile. Kwamba yeye ndo atakayesimamia swala zima la dada yake. Ndio. Kwa hiyo jambo liko vizuri. Basi ni jambo la kheri kwa kuwa mzee ana taarifa na hili swala. Hilo jambo zuri. Naam bwana Ramadhani. Vipi umeongea na mzee? Ndio, nimeongea na baba. Ndio. Pia amenipa idhini ya kumwozesha dada yangu. Mashaallah. Mimi nafikiri jambo zuri. Mimi niseme kana kwamba Allah aweze kulifanyia wepesi ili swala ili liweze kupita. Ndio. Ili Mwenyezi Mungu awajalie nao katika maisha yao waweze kuwa vizuri, wafanikiwe katika hilo. Mimi niseme kana kwamba ili swala limekwisha, bali tu kidogo kuweza kuuliza bimaana kana kwamba mtume amewaonya sana wana mama. Hiyo swala zima la kuwanasibisha watoto wazazi ambao sio wa kwao. Ndio. Vipi Bi Zuhura, si mtoto ndani ya ndoa? Miaka 30 kwenye ndoa nipo. Mashaallah. Na baba yake na mimi nimemwambia na wao wafuate nyayo. Wafuate nyayo, wasije siku mbili tena wao. Mashaallah. Kwa haina shaka kuhusu hilo. Na ndio maana mzee akatoa hivi. Basi mimi nasema hilo. Kijana wangu hapa ndio. Aende akafanyie. Basi hilo swala nafikiri limeisha. Sisi tuombe tu Mwenyezi Mungu hiyo kesho tukijaliwa mashaallah basi tuweze kulifanikisha hilo swala na Allah atirie wepesi juu ya swala hili. Amina. Basi niombe ridhaa niweze kuondoka kwenye majukumu mengine. Asante sana. Basi shukrani. Asante sana. Jazakallah. Usije nini ndugu
ndugu yangu, cha jembe nikaja kutafuta. Leo nasema kwa uchungu, usije mjini, usije mjini. Mzee Kijoka, baba wa famili, analea mabinti. Naona hai, lakini bwana mimi namtafuta rafiki yangu yule, sijui ameenda wapi mume wako. Aliniaga kashaenda kwenye shughuli zenu huko. Ameshaenda kule bondeni kwenye mchanga? Kama anajituma bwana. Anajituma sana, lakini naona na wewe naye hivi. Vipi unakimbilia wapi? Naenda kwa dada yangu, kuna shughuli leo, anamuozesha mwanae Zuhura. Habari njema hizo, anamuozesha Zuhura. Anamuozesha na nani tena na wewe? Kuna kijana mmoja nasikia anaitwa Kihuju. Mama yangu. Tatizo tayari. Yule Kihuju yule bwana mimi namjua. Si Kihuju huyu muuni tapeli yule anakaba watu huyu. Sijajua. Bwana huyu Kihuju mimi namjua. Hapa hakuna ndugu yangu. Lakini kwa sababu familia yenyewe mmeshakaa, pengine labda wamechunguzana wenyewe, mimi siwezi nikaribu ndoa ya watu. Nisio muongeaji sana, niwaachie wenyewe jamani. Sawa, hakuna shida. Sawa shemeji yangu, mimi nakutakia kila la heri. Nilikuwa na jembe mkononi na mke wangu. Ila ongeleni bwana kwa ndoa. Utakuja kujioneaga wenyewe. Mimi nikaonekana labda mimi kidogo sana na ongea ni alipojionea watu. Kapasta kapiga simu akasema na kuomba uje, njoo mjini, kuna kazi ya maana. Naona kazi iendelee. Funga safari Hamna bwana jamaa yangu. Nini tena? Sasa mwanangu, tangia asubuhi mimi ilirundo na koma nalo mwanangu mpaka saa hizi. Wewe umekaa saa 4 ndio unakuja mwanangu. Hivi utaweza kufanya kazi kwa Muhindi kweli wewe? Kabisa nimefanya kazi na Wahindi wote hawa, kina tiki sijui na nini sijui. Bana matatizo mingi bana, yote mimi najua. Wahindi nimefanya nao kazi karibia miaka 20. Unaweza kweli kufanya kazi? Mimi nafanya kazi. Ilikuwaje kwa Wahindi? Kwa Wahindi? Nafanya kazi. Muhindi ukifanya kazi hata kutwa nzima. Ikibaki hata nusu saa tu hivi nakwambia bwana hapa hamna kuondoka bana, kazi finish zote najua hiyo. Sasa nisikilize mwanangu. Hii kazi mimi nimekoma hapa tangia asubuhi mpaka saa hizi. Ndio bwana umekuta furushi hili limefanyaje limejaa. Kwa hiyo msingi saa hizi inabidi hapa tukomae nalo hili mpaka mida fulani gari ikija tupakie, tupate pesa, mambo yetu yaende. Si umenielewa vizuri? Ndio. Bwana. Yule si afisa mikopo yule? Ndio yeye yule. Afu naona kama anakuja huku. Sasa hata kama akija huku na tatizo naye gani? Bwana yule mimi ananidai yule. Yaani anadai 50,000 afu 50,000 yenyewe inaliba ndugu yangu. Bwana ndugu yangu upunguzi bwana mikopo na wewe. Kila sehemu umekopa wewe, Sikia, shika hili. Huyu anakuja huku. Sasa akija tu akamwambia bwana Lamso hayupo. Anadhani atakuja kuniulizia. Wewe rafiki yangu nawe upunguzi mikopo ndugu yangu. Bwana maisha. Wewe mpaka lini? Sikiliza, wewe kaeka vizuri hapa. Mimi ngoja niondoke. Wewe hakikisha unafanya kazi vizuri. Hamna shida ndugu yangu. Wewe akija mwambie mimi sipo. Yaani hapa kazi imempata mwenyewe. Haya. Kimchanga tena kidogo tu kaweka hapa kelele kibao. Wewe ndio kilepasua mto Msimbazi mpaka umekuwa mto. Huu mwanzo kilikuwa kimfereji tu hiki naenda jangwani. Mji una visa na maumivu, nililia kwenye giza bila msaada wa ndugu. Sikuamini nitaandika historia yangu, usije mjini. Ndoa ni moshi wa koko. Usipowaka zuu basi utafuka. Usiende kunitia aibu. Usiende kunifanya, yaani nenda kanistirishe, kanivalishe joho, kanivalishe vazi lilikae. Upo mwanangu? Nilikufundisha jiko. Na ninafahamu jiko unalijua vizuri. Mwanamume kula, ale ashibe ndo afanye ile kazi. Usiniulize kazi gani. Upo? Nenda kakae na mume kwa adabu na heshima. Mume anataka kuengwa, mume anataka kubembelezwa. Upo? Ulimtaka, umempata mume. Nenda kakae naye, lakini kubwa kuliko yote ninakuambia hivi, hili jambo limeandikwa mbinguni. Ndoa inaandikwa mbinguni. Kama ndoa inaandikwa mbinguni, lolote unalolipata kwenye ndoa la mitihani, maana hakuna ndoa inakosa misukosuko. Ndoa kama bahari, maji kupwa, maji kuja, misukosuko lazima. Na kama ndoa ina misukosuko ni bahari, wewe ndo jahazi lenyewe, kuyumba lazima. Hauna ngopa mdogo kabisa. Kwa hiyo kama umeona kuna kuyumba, chukua mswala, swali la kaa zako 2, mshtakie Mwenyezi Mungu.
Mwambie wewe ndio umenipa mume huyu. Sasa vipi misukosuko kama hii? Jibu utalipata. Ndoa haiko ugangani mwanangu. Mume anataka kuheshimiwa, mume anataka kubembelezwa, mume anataka kupikiwa hali ya shibe, ndio mambo mengine yaendelee. Mimi mama yako, sitaki kupita kwingi, sitaki kusema mengi maana kuna mipaka. Mimi mama ningeongea sana, lakini yale ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia kuzungumza nawe nimekwambia mwanangu. Tunaelewana Kiswahili? Mwanangu leo kola mama naozesha leo. Fula mchango na utambae, na iwe leo furaha. Na iwe leo furaha, mama amepata baba. Ndani ya Hope Music. Mimi ninakupa pole wewe mwanangu, yote yaliyokupata ndiyo ulimwengu. Mimi ninakupa pole wewe mwanangu, yote yaliyokupata ndiyo ulimwengu. Haya usiyafikirie sana mwanangu, dunia ikupambana. Mimi amenikuta mengi sana mwanangu Mangazo. Haya usiyafikirie sana mwanangu, dunia ikupambana. Mimi amenikuta mengi sana mwanangu Mangazo. Muombe Mungu, haki yako ipo, tutaipata na Mungu yupo. Hao mabegi sasa mapopo. Muombe Mungu, haki yako ipo, itapatikana na Mungu yupo. Hao mabegi sasa mapopo. Mama na mtoto hao waache, kwa sasa riziki zao ni chache. Wameshakuwa kama vicheche, wanatafuta riziki kwa kasheshe. Mama na mtoto hao waache, kwa sasa riziki zao ni chache. Wameshakuwa kama vicheche, wanatafuta riziki kwa kasheshe. Akimafufu tulia naye, mazuri yake twayajua siye. Tumeridhika uwe na yeye, kwa sasa Bigi sio wa kwako, Alimafufu ndio mumeo. Kwa sasa Bigi sio wa kwako, Alimafufu ndio mumeo. Atanyosha maisha yako tu mama Mangazo, tulia we. Mimi ninakupa pole wewe mwanangu, yote yaliyokupata ndiyo ulimwengu.